nachozungumza. Aitham ni mtoto wa nani? Maneno ninayoyasikia mimi, Aitham sio mtoto wangu. Wewe ni shemeji yangu, huwezi kunificha chochote. Yule ni rafiki yako, unamfahamu fika. Shemeji, niambie ukweli. Usijaribu kunificha hata kidogo. Ameludi, hakuna kilichobadilika. Ameludi kutoka South Africa. Dada Tanga konani, Yesu la gozi lobali, shemeji anakunywa gachangani. Kibanda alichokiacha ndicho alichokikuta. Anaisi kama anajuta hata kukurupuka kwenda South Africa. Asula gozi ameludi, hakuna kilichobadilika. Ameludi kutoka South Africa. Ameludi hata kama na uchizi wake, hadi watoto walimuogopa kupita barazani kwake, ila alipenda. Naye binti naye alimpenda, ila baada ya kurudi tu akamkuta mipenda. Yani itakuwa ni mtu ambaye sina busara wala hekima, isipokuwa mimi mtu ambaye nimeshukuru. Tangu ulivyonisaidia hatujawahi kuonana na kutoa shukrani zangu. Inabidi tu nitoe shukrani kwa sababu nimekuona. Shukrani kwa msaada wako, kwa kuweza kunisaidia ile siku. Maana bila wewe sijui nini kilikuwa kinatokea kwangu. Labda nikwambie, siku zote ulikuwa ni mtu mwenye bahati sana. Hata mimi sikutegemea kama ningeweza kukusaidia. Wewe ni mtu mwenye bahati. Alafu labda nikwambie kitu kimoja. Wewe nani atakupa ushauri katika mitaa ya Kiswahili kama hii? Unajua hii mitaa ya Kiswahili baba, unajua. Siku mitaa itolei mwanangu, watu ndo wanatule, watu wanatolea. Sasa nani kakushauri mwanangu uje huku mwanangu? Unaweza kusangalai kweli wewe? Unajua kwenye maisha bwana, kwenye kupambana na kwenye kutafuta. Kwa hiyo wakati niko huko, ama niseme kule wakati niko mtaani kwetu, kuna manzi ambayo nimeoa, kwa hiyo nikaja naye huko. Yeye ndo alinishauri ni mtaa mzuri wa kuweza kuhamia huko. Kwa hiyo nilimfuata manzi yangu alipo. Na hata hivyo, bana ni mtaa ambao nauona uko sawa sana kwangu. Yaani maisha yangu mimi naona kabisa ni kumepoa. Ingawa tu kuna mabadiliko ya vijana, unakutana nao na changamoto. Hiyo hali kila mtaa upo kaka. Poa. Mimi naitwa Sulagozi mwanangu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Vasha. Vipi kaka? Mtaa hauna serikali ya mtaa au mwenyekiti au mjumbe yoyote ambaye anahusika na vijana? Boy mwanangu, huko mitaa Kiswahili mwanangu. Sasa serikali, yani serikali ya mtaa na Uswahili wapi na wapi? Huko mtoto anaenda kuiba, mama anaenda kupiga nyanga mwanangu. Watu kuona maisha mazuri wala mabaya, wanakula nyumbani, wanajisaidia kwa jirani. Sema nini mwanangu? Mimi nautia hivi. Nasoma. Sawa. Baridi mwanangu hivi. Haina noma kaka. Ina maana? Sema jamaa jana maneno ajabu kweli. Sulagozi. Sulagozi ameludi, hakuna kilichobadilika. Ameludi kutoka South Africa. Boy. Ameludi. Afadhali tumeonana. Kwanza mboy, kwani ukiniona mimi unanichukuliaje? Shangingi yani. Mwimba taarabu yani, ukiniona yani. Kolo mtu fulani hivi, forena hivi. Naomba niambie kitu kimoja. Dadako siku ya pili sijamuona. Niambie dadako yuko wapi? Wewe kurejana mimi. Hauna revelation nisema wewe. Mimi nishakwambia dadangu aliko mimi sikujui. Kila siku ananiuliza, nikwambie vipi? Mzima ngoma kitobo, unaita nani mimi wewe? Wewe unaita nani mimi?
Wewe unaweza kulitaja jina ambalo nipa mimi mamangu mzazi wewe? Au unanichukulia poa wewe? Ukiniona kama dada yako na kifua ananyonyesha mimi Nimekuuliza kitu naomba unijibu. Unanijua vizuri yani. Yaani mimi kichwa changu yani mimi unanijua vizuri, kichwa changu kibovu yani. Mimi mlemavu, sio mguu wala mkono, mlemavu wa akili. Dada yako yuko wapi? Bwana nisikize. Usinitishe. Mimi nakwambia dada yangu aliko umesijua bado unanilazimisha. Wewe unatafuta nini? Mtoto unapanda wewe. Wewe unaweza kunipandishia mimi wewe? Wewe mkali wa wapi? Au wewe msela wa wapi wewe? Si ndo wakali tujulikani kama wakali. Afu wakali unajua kama sisi wakali. Wewe kitobo nini? Mbona ikachupi upande? Sami kitobo na kichungulia. Mwambie dada yako. Kamfikishie salamu hii. Salamu hizi. Sura gozi no makuzi, andafi ushuzi na andafia mavi. Lasi mwenye kipala duniani. Si andafi ushuzi na andafia mavi. Unanijua vizuri. Mpe salamu hizi dada yako. Kitobo. Asula gozi ameludi, hakuna kilichobadilika. Ameludi kutoka South Africa, ameludi. Ni mnajua kinachoendelea hapa mtaani? Kipi tena iko? Yule mtoto avashi soa kwake. Pili kamchangalia mfanye baba yake. Anafanya mzunguko huko ulimwengu upo huko. Ila kila mtu hapa mtaani kila mtu anajua. Wewe mwanaume mpaka sasa hivi na maana yeye hajui kitu chochote kinachoendelea. Yule wapi? Na nani kumwambia maneno hayo? Jamani yule nani ana siri nzito yule jamani. Yaani Pili wa moto. Mimi nakwambia Pili wa moto, yani muoneni vile vile yule dada. Lakini anaufanya huo ni uaji, unajua siku akija kujua. Lakini sasa hajui mpaka leo mwanaume. Sasa anafanya zumbuko huko naye anamwambia anapompenda yule Pili, hata ukimwambia nini ataka kuelewa. Ndio kunajua mwanae nani hata aelewe. Kwa hiyo mtoto akimtaka baba yake atasema atamwambiaje kinekadi. Lakini yule cha moto tatio. Nyumba zina siri nzito jamani nyinyi. Oneni hivi. Iache mvua tuone watu jamani. Bwana kwambiaje? Wacha inyeshe uone wapi panapovuja. Shemeji. Hata salamu. Kama ningetaka salamu, basi ningekuja tangu asubuhi mapema sana. Ningekusalimia, hata wewe pia ungenisalimia. Shemeji, nimekuja hapa na jambo moja tu, naomba niambie ukweli. Yule Pili ambaye ndio mke wangu, Aisha ni mwanangu. Lakini kuna maneno ambayo nayasikia hapa mtaani. Na kwa masikio yangu naamini wewe una ukweli. Aisha ni mtoto wa nani? Wewe umeambiwaje kwanza ulikotoka? Shemeji, leo usijifanye kwamba hujui chochote au uelewi nini ninamaanisha hapa. Nazungumza nini? Nachozungumza, Aisha ni mtoto wa nani? Maneno ninayoyasikia mimi, Aisha sio mtoto wangu. Wewe ni shemeji yangu, huwezi kunificha chochote. Yule ni rafiki yako, unamfahamu fika. Shemeji, niambie ukweli. Usijaribu kunificha hata kidogo. Aisha sio mwanao. Aisha sio mwanao. Aisha ni mtoto wa watu. Nielewa. Sulagozi namjua. Mtoto wa Sulagozi. Shemeji, na pia unaniaminisha ukweli huo? Yaani usiniambie kwamba Aisha sio mwanangu. Shemeji, hebu angalia basi. Angalia jinsi gani ambavyo nilivyopambana kama mwanaume. Angalia pia Ila kitu kimoja tunakuomba shemeji yangu. Usimwambie mtu wowote, hata mkeo usimwambie kwamba mimi hilo jambo nimekuambia. Sasa kama ulikuwa unajua ukweli, kwa nini uliamua kunificha? Yaani kwa nini uliamua kukaa na siri ambayo unajua kabisa ingekuja kuniumiza baadaye?
Na maana yeye hajui kitu chochote kinachoendelea. Wapi? Ni vile wa moto, mimi kama ni vile wa moto, ni muone vile vile dada. Lakini anaufanya huo ni uwaji, unajua siku akija kujua. Wewe mwanaume mpaka sasa hivi na maana yeye hajui kitu chochote kinachoendelea. Hajui wapi? Na nani akumwambia maneno hayo? Saa saba afu unakuja saa 10 jioni. Sasa mimi nakupa saa 7 yako. Nenda baba. Nakusubiri kwa hapo. Watoto wako tunakuja. Ameludi kutoka South Africa. Ameludi. Yo Sizo Magridi Alikuwa mwema kitambo. Kipindi janza